Unajua nyinyi wadogo zangu, sawa, mimi na mifumo ya biashara, mimi nimesoma biashara. Kwa hiyo nyinyi mtakiwa mniambie kwanza, blaza, pesa hizi hapa, kiasi hiki hapa, nataka tufanye biashara hii hapa. Mimi ndio ningewaambia biashara inakuwa hivi, inakuwa hivi, inakuwa hivi. Lakini mnavyoniambia mnanipoza, hii inaonekana kama mimi labda niwagee tu. Sasa nikiwagea tu madini naweza nikawapa. Lakini mkafeli baadaye. Yote tunaelewa. Nilichomwambia brother, si tuna hela tunayo. Ila yeye kwa ushauri atakaotupa tutampoza tu kama 500 na nini. Sasa hapo ndo mnakosea. Na kama tumemkosea. Yaani hapo kwenye hapo kwenye kunipoza hapo, lakini hapo ndo mmekosea. Hapo nyoosha hapo. Yaani kama inawezekana hizo hela zote mnikabidhi, nikae nazo. Kae nazo mezani, alafu niwaambie namna nzuri ya kufanya, namna nzuri ya kutengeneza biashara na namna nzuri ya kwenda mbele. Sawa? Mimi sitakiwi mnishirikishe eti like mnanionga. Mimi natakiwa mniweke moja kwa moja kwenye mfumo. Sijui umeelewa? Niweke moja kwa moja kwenye mfumo kwa sababu mimi Sawa. Uwe na kamta hii. Mtoto, unajua mimi nimepata bahati ya kuishi nchi nyingi Ulaya, nimeenda Finland, nimeenda Denmark. Mimi kama hii ni biashara kubwa sana Ulaya. Yule mdada akiwa na simu tu kwisha. Kwa sababu kazi yake ni kujipiga picha tu za utupu, au labda anaweza kujipiga picha na swimming cost, akaja akajipost. Anauza picha moja karibia hata $200. Wazungu wanapenda hivi vibodi. Yaani ni biashara moja kubwa sana. Yule kwa mfano unamchukua yule ndo nakaa naye au nakuja nampangia chumba. Nikimpiga tu picha hii namuuza vizuri. Napiga hela. Biashara ni nyingi. Kale kamuli fani hizo ambao wazungu wanapagawa sana na ile biashara. Ila tuachane naye, ndazungumza naye kama mnamjua, najua atafanya. Sawa? Kwa hiyo hizi pesa natakiwa mimi Sasa hapo shomu. Au tujadiliana tu. Subiri basi tukajadili mimi na mwenzangu. Tutarudi kupata ushauri. Au sio? Ndio,